Serikali ambazo zimepita zimekuwa zikija zikipeana promise ya maji Keuo Ukamba. Kwa nini tukuamini wakati huu? Itabidi mniamini. Kwa nini? Kwa sababu wacha nikupatie sababu 3 kwa nini mniamini. Mimi niliwaeleza kwa mfano ya kwamba nitafanya program ya housing. Leo nikiongea na wewe madam, na serikali nyingi zilisema manifesto ya housing imekuwekwa since 1963. Leo ndio program ya housing inaonekana Kenya mzima. We have 230,000 housing units going on. Jana nilikuwa Makueni, juzi nilikuwa Malingine, leo nimekuwa hapa. You can see it for yourself, right? That is program number 1. Mimi niliwaeleza wa Kenya nitabadilisha maneno ama mfumo wa matibabu Kenya. For a long time wananchi wengi walikuwa wanahangaika, mtu anaenda uza ng'ombe, anauza plot yake, anauza mali yake kulipa gharama ya hospitali. Today we have rolled out a comprehensive program ya SHA. Testimonies around Kenya, you can hear them everywhere, and it is just 1 year of implementation. I want to promise you, in the next 2-3 years, housing will change this country. The program of universal health coverage will change this country. Let me give you a final reason why you should believe what I am saying. I told the people of Kenya that I am going to work on the economy. Yeah? Mimi nimekuta uchumi, dola ilikuwa imefika 167. Our dollar reserves ilikuwa imeshuka mpaka $5.7 billion. Ile kitu inaitwa inflation ilikuwa 9.6%. In 3 years, we have stabilized the economy. Many people expected Kenya to default on its obligations, right? I made a commitment to this country that Kenya will not default. We have reduced inflation. Tumetoa inflation from 9.6, sasa iko 4.5. Dollar reserves imetoka 5.7, we are now at $12 billion. Ile exchange rate ambayo ilikuwa imefika 167, sasa iko 128, 129. So when I tell you that it is doable, it may not happen in a day or a week or a month, maybe even not even in 1 year, but it will happen. So that is why I am telling you, we are going to match what we are saying with what we are doing. Many people are touting Thomases. Na wajaanza leo. You know, vile unasema tu, unasema sasa tutakuamini kwa njia gani? It's because many people speak, and you know, that is why I am saying we need to raise the bar of leadership. You know, that is why I am challenging us who are leaders that we must match what we say with what we do. And I want to tell you, my dear sister, Kenya imechelewa miaka nyingi. Sio kwa sababu ya wananchi, sio kwa sababu hatuna pesa, sio kwa sababu hatuna mpango. Shida kubwa ni uongozi. The biggest problem ni uongozi. Kama mimi ningekuwa kiongozi hafifu, program ya housing would never have taken off. Program ya UHC would never have taken off. Easy programs zote, because some of the programs are not necessarily popular, but they are the right things to do. You know? So, and that is how countries change. Countries are changing. Many people are now beginning to say, maybe Ruto knows what he's doing.